Naam, karibu sana katika mwendelezo wetu wa lectures za C++ programming language. Leo tutaendelea na lecture number 7. Lecture number 7 ambayo tutazungumzia kuhusu types of functions, ama tunasema ni categories of functions. Tunazo aina mbili kuu za functions. Namba moja ni standard library functions, ama unaweza ukaita built-in functions, na namba mbili inaitwa user defined functions. User defined functions. So tukianza na standard library functions, hizi ni function ambazo zimeshaandikwa na wataalamu wa C++ programming language na zipo ndani ya libraries. Wewe unachokifanya ni kuzicall tu bila kujua ndani zimeundwaje. Standard library function ni function ambazo tayari zipo kwenye libraries ya C++ na tayari zimekuwa prepared na wataalamu wa C++ na zipo kwa ajili ya kazi fulani. Kwa unachokifanya unazicall kwa ajili ya kazi fulani. Kwa mfano tukihitaji square root ya namba, tuta call function ambayo inaitwa sqrt curly bracket, ambayo itatumika kwa ajili ya kufanya square root ya namba. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuicall kwenye library ya cmath. Tuna hash include cmath library ambayo itatusaidia kuweza kuitumia hii function. Tukienda namba mbili ni user defined functions. Ni zile unazotengeneza wewe. Hizi ndizo ambazo tumekuwa tukijifunza tokea lecture namba 1. Wewe ndio unaamua jina, parameters na kazi itakayofanya. Na zipo za style 4 user defined function. Kama tulivyosema kwamba ni function ambazo unazitengeneza wewe mtumiaji. Unazipa jina, unazipa kazi. Kwa hiyo tunazo za style 4. We have style A, we have style B, we have style C, and we have style D. Before discussing these styles za user defined function, labda tuelewe kwanza kitu ambacho ni muhimu sana. Note namba 1, void function always no return value. Always void function inakuwa haina return value. Ile value ambayo inarudishwa kwenye main function kwa haina kabisa. Always. Tukienda kwenye nyingine, keyword ya integers na function always have return value. Double float always have return value. For example, double say return 5.5, una return decimal point. Kwa tuna return value ambayo inaenda kurudishwa kwenye main function kama tulivyoona kwenye lecture zilizopita. Pia strings always have return statement. Example, strings salam, return this statement, habari ya asubuhi. Kwa hiyo tuna return hii statement au sentence kwenye main function. Hapa kwenye double tuna return hii value decimal kwenye main function. Pia kwenye integer tuta return integer value kwenye main function. Lakini void haina return value. Kwa only void inakuwa haina return value, lakini integer, double, float, string zote zinakuwa na return value. So turudi huku kwenye style zetu za user defined function. Namba 1 nasema ni ile ambayo haina argument na pia haina return value. No argument and no return value. Hii haichukui data na hairudishi jibu. Inafanya kazi moja tu kama kuprint tu. Na tulisema data type ambayo haina return value inakuwa ni only void function. So kwenye example yetu tuna expect kupitia void function. Void salam, then cout habari mode with no return value. No argument. Kisema no argument manake ndani ya curly bracket tunakuwa hatuna variable yoyote ambayo itakuja kuhifadhi hiyo argument. Style B
argument and no return value. Hii inapokea data lakini hairudishi jibu kule kwenye main function, inamaliza kila kitu ndani yake. Kwa hiyo kwa vile no return value, bila shaka tuna expect this is a void function. So void jumla int a, int b. This is our parameter which is will be store the argument. Kwa hizi ndio parameter zetu au variable ambazo zinakuja kuhifadhi hizo argument. Kwa maana tunasema kwamba argument and no return value. No return value because kwenye block of code hatuna return value. Cout jumla ni a plus b line. So this is our void because there's no return value. Also this is our void because there is no return value. So style number D. Style number C, no argument and return value. Because it is a return value, expect it can be either integer, double, float, string. So for example, here int Siri with curly bracket, then return value. No argument because in our curly bracket hatuna parameter ya aina yoyote, hatuna variable ambayo zipo kwa ajili ya kuja kuhifadhi hizo argument. So haichukui data, lakini ina return value, inarudisha hii jibu ambayo ni 1 2 3 4. Hii nambari inakuwa inarudishwa kwenye main function. Tukiingia kwenye style number D, argument and return value. Inakuwa na argument pia inakuwa ina return value. Hii inapokea data, inaifanyia kazi na kuirudisha jibu kwenye main. Hii ndio style inayotumika zaidi kwenye mifumo mikubwa. Kwa hiyo style ambayo inatumika zaidi kwenye mifumo mikubwa au kodi kubwa inakuwa ni hii style number D, ambayo ita contain hizo parameters ambazo zita store hizi arguments na ita return value. For example, int zidisha curly bracket int x, int y. So this is our variable ambayo zita store hizo argument. So this is argument, return x times y. X times y kisha kuwa calculated inarudishwa kwenye main function. So return value and argument because ndani ya bracket tunakuwa na variable. So by summarize, we have two types of function. We have standard library functions, we have user defined function. Standard library function ni zile function ambazo tayari zipo kwenye library, unazicall tu. Lakini user defined function ni zile function ambazo anatengeneza user, na zipo za style 4 kama tulivyoona. So let us explain this by using code. We have hash include iStream, we have hash include CMAS, we have hash include string using namespace std prototypes. Then void style A, curly bracket, void style B, string jina, int style C, int style D, int x, int y, int main, cout namba moja ni built-in function line, cout square root of 25 ni sqrt, then in curly bracket tuna 25 end line. Then cout number 2, user defined functions, end line, style A, curly bracket, style B, mode int mwaka is equal to style C, cout style C mwaka end line, int jibu which is equal to style D 10,5, cout style D, then jibu end line return 0, void style A, cout style A no argument no return, void style B string jina, cout style B habari jina, int style C return 2026, int style D int x, int y return x plus y. So kupitia hii code ndiyo ambayo
itasimplifyia hii concept ya types of functions. So labda tuangalie the work of this code. So the work of this code, we find kunakuwa na declaration. This declaration tulisoma kwamba this is prototypes. Declaration ya function inaitwa prototypes. So tumedeclare style A, tumedeclare style B ambayo ina argument, hapa haina argument ama